لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله على نعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال. Tumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukiwa tumekoma wiki iliyopita, tuendelea na kitabu chetu cha Hidayah baada ya kueleza kwamba watu walikurai na wasomaji pia katika kuwasengenya, akatwambia fanas'alullaha an yuslihana wa iyyahu fa inna hadha jamu baina khabithain. Akataja hizi khabithaini mbili, chafu mbili, ahaduhuma alghibatu idh biha hasala tafahum. Ya kwanza akataja ni ghiba, kusengenya, kwani biha hiyo kusengenya hasala tafahumi, ndio wapata kumfahamisha yule mtu. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam atambia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idha kuriha min insani shay'an, ukitukia kwa mwanadamu kitu, Mtume akitukia kitu, tunaeleza wiki iliyopita, Mtume akitaja umum, akisema ma balu aqwami yafaluna kadha wa kadha, akimstiri, hamfanyi tafahumu, mfahamishe mtu ni fulani ndio anafanya hivi. Hiyo ni katika kumtia kombo na katika kumsengenya, yaani watu wote wajua fulani ndio amefanya makosa. Wal akhar, ya pili, tazkiyatun nafsi, tulitaja kujitakasa nafsi, wa thanaa alaiha, na kujisifu, bitaharruji was-salah. Tukaeleza aya katika tukakoma wayakfika zajira lilghiba qawluhu ta'ala wala yakhdhab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu shabbaha Allahu bi akli lahmil mayyit. Mwenyezi Mungu katika kusengenya akafananisha katika Qur'ani ni kama mtu kula nyama ya ndugu yake, kula nyama ya maiti. Fama ajdaraka an tahtariza mina, yataka imestahiki kuloe mtu kujiepusha kula nyama ya maiti. Na vitu kama hivi hatuvifahamu, lakini wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa kuna mabwana wawili wasengenya, mmoja wasengenya, mmoja asikiza. Mtume akawaita, ndo akamwambia lete chombo, kaletwa chombo pakabali, akamwambia atema, tapika kama vile ulivyokuwa ukimla ndugu yako, kitapika onekana toka mapande. Mtume akaonesha vitu dhahiri, kuonesha masahaba ni uswatun hasana. Sasa sisi hatufahamu, na kila kitu kisengenyana huona ni mtamu kule katika kusengenya. Mwenyezi Mungu atuambia katika kufahamisha ni kula nyama ndugu yako. Wayamnauka an ghibati almuslimina. Masala Imam Ghazali amechambua kwa uzuri sana kusoma ya kukataza wewe kusengenya Uislamu. Amrun, ni jambo la utafakkarta fihi, la utakendo kalifikiria, si jambo zuri. Dhikruka akhaka bima yakrau, Mtume asema ni kumtaja ndugu yako kwa lile jambo analolitukia na kusengenya. Ni vipi la utafikiria ni jambo baya? Antandhura fi nafsika, ujiangalie katika nafsi yako, hal fika aibun dhahirun au batin, kabla wewe hujamsengenya mwandani wako, hujamtaja mwandani wako, angalia wewe mwanzo aibu yako, una aibu ya wazi ama ya ndani. Yaani maana yake kabla hujamnyoshia mwandani wako chanda, basi angalia sandasi tatu zimekulekea wewe, una kashfa gani wewe mpaka umkashifu leo? Wa hal anta mukhalifu ma'siyatu sirran au jahra, je, wewe huna wataka kumsengenya ule pengine na masia, huna maasi unayofanya kwa siri wewe au jahra, kujilisha wewe mwenyewe? Angalia Ghazali namna anatakana mtu amheshimu mtu kabla hujamwamba kiamu, hujamwamba, yani hujamsengenya yule mwandani wako, basi mwanzo jitizame wewe mwenyewe, huna kashfa hizi.
Fa idha arafta dhalika, atambia ukijua hizi min nafsika, wewe nafsi yako mwenyewe unao aibu, unao siri kama lillah, unao pengine nuksani ya haya na yale, maasiya pengine unayo. Fa'alam, asema jua mkazaji, anna ajzahu, kuwa kushindwa kwake yule mtu mpaka kama usengenya watu, mpaka kama unafanya maasiya, mpaka mfano kama mraibu hawezi kuwa raibu, ashindwe kuwa raibu, ukawa wewe wamkejeli kila kajeli kwamba yule uraibu wake usikwatu, na wewe angalia una uraibu gani ambao kwamba haumrudishi Mwenyezi Mungu, huwezi kufuata. Kwa hivyo kama yule alivyoshindwa antanasuhi, kujiepusha ama nasibtahu, unamnasibisha wewe ile kwake kaajizika, kama wewe ulivyoshindwa. Yule ana uraibu wake pengine kadhaa, na wewe una uraibu wako kadhaa. Wewe hujaweza kwa pengine wewe uswali alfajiri kwa siku moja, alfajiri kila siku kupita humtu, kwa sababu wewe uswali adhuhuri pengine na alasiri na magharibi, humtuhumulia kwamba asiweza kuswali swala za adhuhuri na alasiri na magharibi. Mbona wewe alfajiri huipati mfano au mfano wote kwamba utakapokupeleka kule kushindwa kwake na wewe ndio ushindwa. Yaani hapa angalie Ghazali kwamba ujipointi nafsi yako kwamba wewe pia una udhaifu fulani. Sasa pale unapo, sio kwamba usilinganie, na linganie, udu ila rabbika bil hikma wal mau'idha hasana. Sasa ukienda kumwelea, mwendee kwa hikma na mawaidha kwa mazuri sana. Wa udhruhu ka udhrika, udhuru wake yeye kushindwa kuliata lile jambo la maasiya ama lingine hawezi kuliata, ka udhrika, kama ujipenda wewe udhuru huwezi kuliata. Kwa nyote ni wamoja. Wa kama takrahu an taftadhiha, kama wewe unavyochukia mtu akufedhehe, watadhkura uyubak, na kutaja aibu zako, fa huwa aidan yakrahuhu, vile wewe upendi kufedheheshwa, upendi mtu ataje aibu zako, hapo onyesha namna kusengenya ule uzito wako, basi na wewe vile upendi, na yeye pia hapendi afedheheshwe, hapendi ataje aibu zako. Mstiri kama wewe unataka kujulikane zako na zake, awe kama mfano kwamba wazee kutupa mfano sana zamani, sijui kwa sasa endelea. Wazee katika wanazuoni tuliopokea wasema kwamba wazee wa kizamani Masiu akitaka kutaja aibu zako mwanzo kutaja yeye, yani asili ya Masiu zamani, sijui sasa endelea. Atakwambia ndo mwanangu hivi kadhaa hivi na kadhaa, atataja zake na uwe na kadhaa. Sasa ametaja zake kisha taja zako, ukuonesha mimi na upungufu kadhaa, lakini katika upungufu wangu na wako umezidi kuliko wangu. Hiyo hapa. Fa in satartahu, ukimstiri na madhani wako, usifedheshe. Unajua kumpa mawaidha ni tofauti na kumsengenya. Kumsengenya ni mtu umemkajeli, wamtajia mtu fulani kadhaa mwamwamba kumsengenya, lakini katika kumnasihi baina wewe na yeye na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi hiyo ndio nasaha nzuri. Hebu nasaha na ghiba ni tofauti. Kwa hivyo ukimstiri, satarahu Allahu alayka uyubaka, na Mwenyezi Mungu naye atakuja kustiri aibu zako kama unavyostiri yeye, na Mungu aibu zako atazistiri. Wa in fadhahtahu, ukizifedhehesha, ukawa wewe ukipata kashfa yake, ukipata aibu yake waieneza, sallallahu alayka, atakusalitia wewe Mwenyezi Mungu alsinatan dini, hidadan kali, tumaziku irdaka fi dunya, zitapasua cheo chako duniani. Atutoka watu mafidhuli wakutukane, si yeye ndio kumtolea aibu zake, wakutolea aibu zako mpaka wewe usajabu sana.
mimi hata sikutolea aibu zangu. Kumbuka wewe mtu kuna fulani ulimtolea aibu zake, ukakula kasoro zake, na yake inua mikono akashukuru Mungu, hakujibu. Na siku zote wanadamu ukitaka kumnyamazisha usimjibu, na hapo ndo wanadamu wingi ushindwa mara nyingine kwa sababu ya pressure na hasira. Ukijibu ndo mpa uwanda wa kutukanana. Thumma yafdahuka Allah fil akhirah, baada leo shamfedhehesha Mwenyezi Mungu atakusalitia watu, watakufedhehesha, watakutaja aibu zako, watakutaja ila zako, kisha Mwenyezi Mungu siku ya kiyama pia atakufedhehesha. Yauma tubla sarairu, siku Mwenyezi Mungu atazifichua siri zote. Ala ruusi al-khalaiki yauma kiyama, tena mbele ya umma siku ya kiyama. Wa idha nadharta ila dhahiri, Imam Ghazali anaendelea sema, ukiangalia dhahiri yako, nje yako, wa batilika, na ndani yako, falam tatlua fihi ma ala aini, hasikujitokeza katika hiyo mbele nde yako na ndani yako aibu au nafsi fi dini au pungufu katika dini, wala dunia fa'alam, jua anna jahlaka bi'uyubi nafsi, ule ujinga pia ni aibu nafsi yako, ule kutojua pia katika aibu. Akbaha anwa'il hamaqa, ni ubaya zaidi wa sampuli za jura. Hamaka ni tujura. Walau adraka wala aibu a'dhamu min al-humuq, hakuna aibu kubwa kama mtu kuwa jura, mjinga. Walau arada Allahu bika khairan, basi Mwenyezi Mungu akimtakia mtu kheri, na basaraka bi'uyubi nafsika, yukuonesha wewe kwa aibu zako mwenyewe. Pale unapoona zile aibu zako mwenyewe ukajijua kadhaa na kadhaa na kadhaa, basi hizo nini? Ni Mwenyezi Mungu amekujalia kheri. Kabla hujazungumza mwanzo, hujamtaja mtu, wafikiria zile zako waziona hivi mbele. Faruyataka nafsa, faruyatuka nafsaka, kuona nafsi yako biaini ridha, kwa lile jicho la kuridhia, ghayatan ghabawati wa jahlika, ni mwisho wa ujinga na kutojua kwako. Ndio ukitaka bayanu tariqu ma'rifatu uyubi nafs, ukitaka kujua kubainisha aibu za nafsi yako, basi mambo manne. Mashaka tuambia kana mambo manne. Al-awwal an yajlisa bayna yaday shaykhin basiri bi'uyubi nafsi, muttali ala khafaya al-afati wa yattaba'a isharatu fi mujahadati, keti baina ya shekhe ambaye kwamba basiri, mwenye maoni, bi'uyubi nafsi, kwa aibu za nafsi, muttali ala khafaya al-afati, zenye kujitokeza katika kujificha zile pembezoni mwake, wayattaba isharatahu fi mujahada, kufuata ishara zake. Yani kila ukikaa na ule shekhe mwenye basiri, mwenye maoni, atakuonesha zile aibu za nafsi. Sema kama vile ukiti na umempata Ghazali au mfano wake, ukakaa naye atakuonesha zile ila za tasawuf, namna wanadamu wanaokaa. Hizi sana ni elimu za kisaikolojia sana ukisoma. Ya pili, anyatluba siddiqa saduqa, mtafute ule rafiki chanda na pete, ule mkweli ule basira, mwenye mtadajila, mwenye dini. Ukitafuta rafiki mkweli mwenye dini, atakueleza ile aibu zako, atakwambia nuksani yako wewe ni kadhaa kadhaa. Wewe ndugu yangu au mwanangu au marafiki yangu, nataka hili jambo si zuri kufanya, kwa sababu almu'min miraatul, mimi ninapokuona wewe ni mwendo mzuri au rafiki mzuri, pale rafiki huyo shukuru. Huo mwendo unapokwenda si mzuri, huridhishi. Kisha na yeye kama na yako akwambie, ndio ukipata rafiki angalia mwenye dini, awe ni kweli, kisha na dini. Atakupa ile kioo tu, kama wewe ukienda kwenye kioo ukajiangalia, utajiona wewe hivi.
kujiepusha utajiepusha. La tatu, Sheikh atuambia ayastafida maarifata nafsi min alsinati adai. Mara nyingine utapata faida, nenda keti kwa zile ndimi wale watu wasokupenda maadui zako, wale wakupenda kutukana. Mara nyingine nenda keti nao, ukiketi nao utapata zile kashfa zao ambao kwamba walikuwa wakizipita na uvio wanakukwambia, na ukiketi nao pamoja utapata kuwasoma na utapata kumbe hili nikifanya hivi hawa huudhika na hili, ama ukisema hili, yaani utapata kuwajua wale usiogope kidina wale maadui sana. Utaona mengine ya kuzulia, mengine ya ukweli, ya uongo. La nne, Sheikh atuambia ayukhalida nas, tangamana na watu. Mara nyingine nenda tukaketi kama mahali hivi group maskani, asalamu alaykum sabibi kaze, keti tuwasikize nao wanavozungumza. Ndio kwamba ni elimu za kisaikolojia. Uketi na kuzungumza tangamano nao utapata kujua aibu zako zote. Maana utasikia wao wengine wasema hili, wakisema hili, wakisema huyu, wewe ukiwakataza sababu fa innal mu'mina mir'atu. Thumma kisha in kunta sadikan, ikiwa ni kweli, fi dhannika, katika dhana yako, fashkurillah ta'ala, mshukuru. Wala tusidu, usiharibu, bithalbi nasi, kwa kuwapokonya watu, watamadhmadhu bi'aradi, na kusukutua na kuwasukutua kwa zeo zao, yaani maana yake kuwasema kwa sauti. Usiharibu katika kuharibu kwamba wewe ushajiona una ukweli kiasi fulani, ukakaa ukaanza kuwaamba watu kwa sauti ya chini, tamadhmadhu, kama kusukutua, tasawutu bi'aradi, ukaanza kuwatukana wao, kujiona wewe uko sawa. Fa inna dhalika min a'zami al-ghuyub, hiyo pia ni aibu kubwa. Kuona namna al-ghibatu, utaona neno dogo, lakini Imam Ghazali amelipanua daraja mwisho. Arabu ya nne, hapa tuko wengi. Al-mirau, mama na mirau, kushindana. Wal-jidal, mjadala. Wa munakasha, na kushindana. Lakini mirau nini manake? Al-mirau ni kushindana. Kiswahili ni kifupi, hakitafsiri Kiarabu, lakini ukitaka kuelewa kimana, al-mirau at-ta'nu fil qawli wa tansifi lahu wa tasghir liqa'ili. Al-mirau ni mtu akisema kumshamdharau, hata ushindane naye, sema nini bana, tasghir liqa'ili, neno lake dogo, kisha hajamaliza kusema amesema atasema, ushalipendua neno lake, wala hujaonana naye, ndio mirau. Umemsikia tu azungumza. Maana kuna watu wengine ni atani ni kutoma. Tumesema atani wamelaniwa leo ni kutoma kwenye nasaba. Mfano mmoja amekosea katika nasaba nzima, hataki bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfano ni Mswahili mmoja, Mwarabu mmoja, ni Mgenda mmoja amefanya kosa, ukawatanganya wote, na wema katika waovu. Hiyo ndio al-mirau. Wajidali, mjadala. Leo umesema hichi chafaa, hichi hakifai, kwa mwajadiliana. Sasa nani yuko katika haki? Itakuja yote kueleza. Wa munakasha, na kumashindana. Fadhalika idha'u lilmukhatabi, hii sema wamuudhi yule mwenye kuzungumza. Mtu yozungumza pale wamkosoa na wamdharau neno lake na mazungumzo yake, hajamaliza kusema, pengine uko katika darasa au katika nini, ushamdharau. Watajihilu nao, na kumfanya kijinga yeye. Wata'nu fi, na kumtoma, kumtukana. Wafi thanawala nafsi, na ndani yake wewe wajisifu kwa nafsi yako. Watazkiyatu laha,
na kujitakasa bimazidi fitnati wal ilmi, kwamba umezidi wewe na uwerevu na elimu. Thumma, kisha hiyo ni mushawish. Hiyo inaitwa mushawish, umetia vurungu, yani wajiharibia lilaishi, kwa maisha. Fa innaka la tumari safihan, usishindane na mtu safihi. Safihi ni mtu gani? Ghairu halim, si mpole, ni yule ambao kwamba hajali kutukana. Pengine anaweza kukuona tu wewe au umezungumza kadhaa au wafanya kadhaa pale pale, pengine ndani ya mtandao wa kutukana pale pale, na huyo mtukani yeye wala babake wala eza kutukana matusi. Mathalan, mfano mimi mwenyewe ni itikadi yangu, nafanya jambo kadhaa na adhkari kadhaa na mtaja Mungu kadhaa, nafanya hivi. Wewe katika kuniona katika mtandao, kitu cha kwanza mwanzo kutukana matusi ya ajabu sana. Hicho basi jambo lake, usishindane, usimlipize mwate, la tumali safihan, usishindane naye kabisa, mwate. Ila wayudhiaka, Ghazali anasema ukishindana na mtu safihi, mtu mtara, mtu hajui kuzungumza, mtu ibada zake zenyewe ni wasiwasi, atakuudhi. Wala tumali haliman, pia usishindane na mtu mpole sana, ila wayudhiaka, isipokuwa atakutukia. Wayahkida alayka, na atakufanyia chuki. Kala mambo mawili yako tofauti kabisa. Wakati qala sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man taraka al-miraa, mwenye kuacha hiyo sharia. Maana miraa, mtu amekukajeli ukanyamaza, wa huwa mubtilu, na ulelo kutukana bila shaka ni mbatilifu, kwa sababu sibabu muslim fusuku wa qitaluhu kufru. Wewe ukitukana tu una madhambi, ukatukana tu lile jambo kwa mimi nalo keti baina mimi na wewe tuelezane. Wewe mataraka al-miraa wa huwa mubtilu, na yeye ni mbatilifu. Bana Allahu lahu baytan fi rabad al-janna, Mwenyezi Mungu atamjengea nyumba ile pale mlangoni wa pepo pale, katika ule uwanda wa pepo atamjengea nyumba. Wa man taraka al-miraa, nyingine nasema, na mwenye kuata hiyo miraa kushindana, wao muhiqqun, na yeye anastahiki uko katika kweli. Bana Allahu lahu baytan fi a'la al-janna, Mwenyezi Mungu atamjengea nyumba ya juu zaidi. Tutaona wale ndugu zetu kutablighi hapendi sana al-miraa wala jidal, wao watakuja kufanya da'wa zao, watakueleza elimu, wataingia msikiti huu, waangalie hili wala hili, waangalia sote tuangalie sunna ya Mtume, tushikane na ibada. Hilo ndio dini. Wala yambaghi, wala haitakikani, an yakhda'aka shaytan kukuhadaa, kukudanganya. Wayakulu laka, shetani huja kukwambia pale, mtu amekukajeli, ni katika mtandao, ni kwa simu, ni kwa hivi na vile, adhhiril haqqa, siku gani shetani kumwambia mdhihirishe haki bwana, mjibu bwana. Wala tudahil fi, usimpake mafuta bwana, usimdegeze akileta yake na wewe mbekue. Shetani akishafanya hivyo, fa inna shaytan, hakika shetani, abda yastajiru alhamqa, huanza yeye tena kumvuta wale wajinga, hamqa, ila shari, kwenye shari, fi ma'rad alkhair, katika maonesho kheri, kukuonesha wewe bwana uko katika kheri, wewe ndio mustahiki, utakubalije. Uja mawazo mazuri shetani akakuwaza. Wala tatabi'u khutuwati shaytan, wewe ndio katika haki, wewe ni kweli, wewe usemi uongo, wewe angalia msalihina, mjibu kadhaa, kuonesha fi ma'rad alkhair, katika maonesho ya kheri. Fala takun dhuhqatu lishaitani, isiwe ni kiteko kwa shetani. Shetani kuteka
Ukakisha kutega unamjibu ajua kujiharibia amali zako, fayaskhara bika, kwa kufanya maskhara. Angalia wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ule bwana alikuja kwa Sayyidina Abubakar, akawafuata Sayyidina Abubakar aliyomtukana khalifa wa Mtume. Sayyidina Abubakar Siddiq yomtukana ule bwana, yomfuata akifika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amona Mtume wateka endeza shetani mpitizake na poteza. Mimi natukana ndani ya moyo wake sitabaka, mimi natukana na Rasulullah yatabasamu kwa tiki sana kutabasamu, yotabasamu yofurahika. Akamrudia ule alimtukana, na wewe kadhaa, na wewe kadhaa, na wewe kadhaa. Mtume mbalimbali akabadilika sura nisi na baka kastajabu. Fasala Rasulullah, akamuuliza Mtume wa Mungu, ya Rasulullah, mimi nimetukana wewe wateke, nilipojibu umekasirika, tuchukue picha hii na hii ama nini tunazungumza? Akamwambia ndio. Pale walipokuwa watukamwa, malaika alikuwa yuko juu yukujilia, mfano matukano yetu mwanadana mwenyewe, mwanakhizaji kupata mwenyewe, yaani matusi yetu tunaozeana. Lakini ulipokuwa mjibu ushafanya kazi, ushafanya fupi. Jibril akashikatia kenda zake, ona wewe mwenyewe una ulimi wa kumjibu. Hii ni picha na hiki ni kisa cha kuambia kwamba mara nyingine pale ukitukana tumwangalie tu, wala usimwangalie kwa jicho la heshima, mwangalie kwa jicho hufurahika, ndio kisaikolojia. Kisha shikilia wewe zako, basi nitakushukuru maisha. Wala usiteke kujifanya kama uregere. Muoneshe kwamba halikuridhisha ile jambo, lakini ndazama. Sasa kile kinya kile ndio kina ushindo. Kwa nini amenyamaza ule? Unajua mtu kasirika sana ukinyamaza. Kwa nini amenyamazia? Amedekeza kwa Mungu, amefanya kadhaa, atakuwa kile kiko na wewe na wasiwasi mpaka kufa kwake. Fayasharu bika, kufanya maskhara shetani. Fa idharu alhaqi, kudhihirisha haki. Mghazali akatai asema kudhihirisha haki hasanu, ni vizuri, lakini maa man yakbalu bika. Kale Mghazali sema ule anakubali haki kidinai, lakini ujue huyo mkuja ni safihi, huyo mfidhuni, ni kazi yake kutukana. Wengine kazi yao ni mdomo wao hatoki mazuri. Wadhalika bitariqi nasiha, kwa njia ya kunasihi, fil khufyatin, kwa katika kujifita, la bitariqi sawa, sio njia ya mumara, la bitariqi mumara, kuna njia ya mkajiliana, kutusiana. Kwa njia nasihi, ukiendelea hili bwana, mimi nakuona na jambo kadhaa, sipendi mbona wafanya hivi, kwa nini wafanya hivi? Lakini sisi katika kujadiliana number 1 ni sisi, na tukashifiana sana. Walinasihati, na nasihi sifatun, ni sifa, wa hay'atun, na pambo. Nasaha ni sifa nzuri na ina pambo. Wa yuhtaju fiha ila talattufi, lakini atakapo upole katika kumpa mtu nasaha. Wala swala tufadhia, isiwe kumfedhehesha. Yaani biana nasaha ni wewe na yeye, asiyekota mtu watatu akasikia. Wala ukitoka pale ukamwambia mwandani wako, mimi namuona na makosa kadhaa, nimwambia, lakini itakuwa sasa wewe tangaze ile kumfedhehesha. Mtaja aibu yake, ni aibu ndio uliona mbele na yeye tu. Si lazima tuote, lakini shetani hujambia pale, mwambie na ule bwana, mwana mtu kadhaa amefanya hivi na hivi na hivi, ndio kukosesha zile sababu. Waswala fasaduha akthara min salahi, ikawa kule kufedhesha kwako ufisadi wake ni mwingi kuliko kutengea. Wewe umeona umetengeza, lakini umeharibu. Ndiye tukazungumza wiki iliyopita,
Uislamu yatakana kila mtu amheshimu mtu. Shakhsia, Arabu ta shakhsia, mtu. Mimi kama mimi niheshimu kama mtu, si nyama mimi. Na yule mheshimu ni Muislamu, si Muislamu, kila mtu ampe heshima kwa cheo chake. Asotaka kile cheo basi atakapojiundia mwenyewe. Wa man khalata mutafaqihatan asri, na mtu akatangamana na mwanachuoni wa zama, ghalaba ala tabihi, akamshinda kwa tabia yake, almira, ule mira kushindana, waljidal, na mjadala, wa asra alayhi sabtu, na ikawa uzito kwake yeye kunyamaza, hawezi kunyamaza kiona ile idh bwana alqa ilayhi ulama usul, huyo amekutwa na wana ulama usul, wanazuoni waovu. Sishtuki, kuna ulama usul, wanazuoni wajua Qur'ani, wajua hadithi, na kimaovu nimewataja mambo kadhaa, hata mtume anataja. Usishtuki, mtume alimwambia maswahaba, inni hakangu mimi na watu atakhawafu ilayki, na waogopea zaidi ni Dajjali kuliko Dajjali. Maswahaba wamuuliza, ya Rasulullah, ni nani? Mtume akawaambia maswahaba, ulama usul, wanazuoni waovu. Wanazuoni lakini upoteza watu, wanazuoni kudanganya watu, wanazuoni hutumia ala kwa yale yao wanaotaka. Na hapo pia nataja, yaani wewe uko kwa mutafaqiha, mtu anafikihi, ni msomi, si huja. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam aliuliza maswahaba, aliwaambia, ataduruna, mwajua aktharu man yudkhulul janna, watu wingi watakaoingia peponi watu gani? Maswahaba wakashindwa, wengine akasema ni wanazuoni, wengine kuswali sana, nani tukataa hizo, lakini Mtume akaambia sababu mbili. Nana husnul khuluq wa taqwa Allah. Mtume, watu wingi wataingizwa peponi kwa sababu ya tabia zao nzuri na takwa Allah, wamcha Mwenyezi Mungu, kwa ile uchache waliokuwa nao, lakini Mungu Mwenyezi Mungu hafanyi mambo kwamba hayamridhishi Mwenyezi Mungu, hafanyi mambo makubwa, lakini ana takwa. Takwa ni kinga. Hao ndio wingi watakombe. Basi hapa wasema wa asul alayhi sabta, hawezi kunyamaza na mwanachuoni apenda mirani, mwanachuoni wazama tena mtaja fi mutafaqih hata al-asr ya zama zetu, yani ni maana wakati mpaka sasa zama zetu wapenda ni mjadala, wanachuoni lakini wapenda mjadala, wapenda mirani, hawezi kunyamaza yeye mara moja tu ataka kunena. Idh alqa ilayhi ulama usul anna dhalika wa hilo huwa al-fadlu walqudratu, kwamba hilo kwake yeye ndio fadla, ndio kheri, walqudratu, na uweza la muhajjati, katika wingi wa mahuja, walmunakasha, na kushindana, huwa alladhi, kisha yeye ambaye kwamba yumtadahu bihi, jisifu una nezara bila elimu. Angalia katika khutba watu wanazozipenda ni khutba za mjadala na mirani. Hivi sasa tukapanga khutba hapa, tukapanga muhadhara, mfano katika muhadhara baina kundi hii na kundi hii, ama akida hii na akida hii, utaona muhadhara utajaa watu mpaka nje. Jamaa tukusikiza matusi, kusikia raha, chape wao bana, wape hao bana, ndio penda rani. Lakini ukiambia jamaa kuna darasa la ilmu, kielimu, tusomeshane, hakuna vitabu, mtu ana time. Lakini tukatangaza hapa Jumamosi, jamaa kumwalika, utakuwa na muhadhara na utakuwa munakasha mkubwa asante. Na kila mtu anayekuja huko mwanachuoni, maana kuna mrengo huu na mrengo huu. Tupenda hivyo. Na huyu mwanachuoni huyu kama amemtaja Ghazali, huwa alladhi yumtadahu bihi, wajisifu kwamba hakuna, mimi ndo najua hadithi, mimi ndo kadhaa, sisi ndo twafaa, wale hawafai kabisa, ama anapofanya wale hafai kabisa.
Sikiza Mukazali mwambia, fafirra minhum firaraka min al-asad. Jamani, raha bana kusoma. Mkimbie mwanachuoni huko kama kumkimbia simba. Maana katakutia mahali maovu sana. Ni ulamau su, lakini sisi ndio huwapenda. Twasikia raha ukisikia kajeni kama hizo, matusi, watu kukanana, watu kutoana katika dini kabisa. Fafirra, mkimbie huyo minu. Awe ni mrengo wetu, ni mrengo wote, mkimbie. Minfirari kal-asad, kama kutokana kumkimbia simba. Hata na nani elimu yake tafuta. Keti hivi. Kile ulichosoma wewe shukuru. Wala mjua anna al-miraa, wa hiyo miraa, kutoma, kutukana na kwengine, sababu al-maqti inda Allah, sababu za hasira bila Mwenyezi Mungu. Wa innal khalqi, na kwa wanadamu, maana kushatia chuki. Unajua unapozungumza jambo huwa ushalisambaza chuki, ushasambaza ugonjwa, na ugonjwa husambaa zaidi kwa haraka kuliko dawa. Wewe Ebola kutoka itaka kuingia, utaona itaka kusambaa kwa haraka, ingawa kuna siasa ndani. Angalia corona iliposambaa ulimwengu mzima ulisambarika, lakini dawa ikitoka isambae namna mbili. Kwa hivyo unapotoa watu katika mila, desturi, mambo yao, basi waharibu mambo bila wewe kujua kama waharibu. Kubaki misikiti ni tubuki haina watu. Sababu shati ya chuki, watu ungeongea na chuki pale katika misikiti. Tumaliza al-khamis na katika kidogo. Al-khamis ya tano, maneno yake makali, tazkiyatun nafs, kujitakasa. Wala tazakku anfusakum, lazima sana usitakase. Hata mtu akafa mwanachuoni tusimtakase tukasema huyu moja kwa moja peponi, la hasha. Hata tuzakku, tusitakase bwana. Hatujui mbele ya Mwenyezi Mungu ikoje. Tasema bihusni dhanni, tuangania huyo alikuwa mswalihina, alikuwa ni kadhaa, dhana yetu kwake yeye ni mtu mwema wa peponi. Lakini wampitisha moja moja kama kala Allah Taala, huyu ila janna. Katibu tusipelekane mbio. Hujui asrari zake amefanya nini. Wa ilmu ghaibi inda Allah, ilmu ghaibi ajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tasikia tunasala Allah Ta'ala, sikiza hapa anaposema fala tusakku anfusakum. Mwenyezi Mungu asema msijitakase nafsi zenu, huwa a'lamu biman ittaqa. Aya nzito hiyo. Ustafute tena hadithi, aya shekhe Qur'ani ikija usiangalie hadithi. Fala tusakku anfusakum, msijitakase kwa kuwa mwana watu waswali wafanya kadhaa ni wema. Huwa a'lamu biman ittaqa, yeye Mwenyezi Mungu ndo amjua zaidi mchaji Mungu nani. Rubba ash'atha akhbara madfu'in bil abwab, law aqsama 'ala Allah la barra. Unaweza kumwona mtu regewe hamo, lakini ndio yomcha Mwenyezi Mungu anatakwa. Kalia tu ule uwezo kabisa. Kisoma kisotaka tantajabu. Yule kwa ufupi ni wakati wa mtume na hakuwa sahaba. Uwezo gani? Yuko zama za mtume lakini si sahaba. Hatuikuigeza sasa. Ni hakumwona mtume, alimwamini. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alimwamrisha Sayyidina Umar, khalifa thani, kwamba nenda mahali baada ya kuwa khalifa au baada ya Sayyidina Bakr kuwa khalifa, utampata bwana uwezo karni. Ukimpata mwambie kuombe dua. Ibada moja ameifanya kubwa sana. Kila nifikiria kweli ibada moja pekee yake. Unajua sababu gani? Baada ya kupata zile zote alikuwa akimtunga mamake daraja mwisho.
yaani mamake yeye yuko kwenye kitu, mamake mgonjwa aambiwa sasa yeye aende kwa mtume ali apate daraja ya uswahaba. Sikiza vizuri, apate daraja ya nini? Ya uswahaba. Mamake mgonjwa akawata, akasema mimi nitaketi na mama. Ankosa daraja nini? Sahaba, sio? Lakini hao maswahaba na khalifa waliokuwa ukimwona leo wamefanya nini? Akumbe dua. Sasa mwenye utabima usipime. Yaani mtume ashapata habari, hakuna internet, hakuna mtandao, kuna bwana mmoja ni mcha Mungu na ni maskini uwezo kali. Lakini mwenye ameketi na mzazi wake mpaka akamfitimisha mzazi wake mmoja, mtume sana Mungu akaameze kufa. Hakupata daraja ya sahaba. Na sisi ndio tuwadharau wazazi wetu, watu wengi sana. Wewe ukidharau mzazi wako, mambo yako yote hayaendi. Hata ukatinda ng'ombe 20, 30 tajiri, ukalisha watu maskini na nena, mpaka mwanzo zile radhi za wasema haswa mama. Qila sema ibadul hukaman masidqul qabih. Tukimaliza maneno ni ipi ukweli ukweli mbaya? Kuna ukweli mbaya ni upi? Hukaman maneno wanazuoni ni hikma, kama utia hikma faqad utia khairan kathira, Luqmanul Hakim. Fakala akasema thanaul mar'i ala nafsi, mtu jisifu mwenyewe ni ukweli, lakini kabili kweli mbaya. Kujisifu mwenyewe, kujisifiwe, kujisifu. Fa iyyaka an tata'awwada dhalika, na kutahadharisha usizoee mambo haya kwa kujisifu. Mimi kadhaa, mimi kadhaa, ana ni msemo aliosema nani? Ibilisi, sio? Ana khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin wa'lam anna dhalika yunqisu min qadrika inda an-nas, wapunguza cheo chako mbele ya watu, mimi kadhaa, mimi kadhaa. Wayujibu maktaka, na yapasa hasira zako inda Allah, mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu apende watu kama hao. Fa idha aradta an ta'rifa, ukitaka kujua anna thanaaka ala nafsika, kujisifu kwa nafsi yako, la yazidu fi qadrika, haizidi kwenye cheo chako, inda ghairika, kwa soko wewe. Fandhur ila akranika, kwa mfano mzuri, angalia wale makarina zako, marafiki zako, Qurana. Idha athnau ala anfusihim, wakijisifu wao wenyewe, bilfadli, kwa fadla, waljah, na cheo, walmal, na amali. Wa kaifa yastankiruhu qalbaka alayhi, vipi utaukanusha moyo wako kwa wao? Wayastathqilu tab'aka, na uwe uzito tabia yako. Vipi itakuwa hivyo? Na wao karindo marafiki zako. Wa kaifa tadhumuhum alayhi, vipi utawatukana wao kwa juu lako wewe? Idha faraktahum, ukiatana na wao utawatukana vipi? Ndio akimalizia sema fa'alam anna, basi jua kwa wao aidha hao marafiki tena fi hali taskiyatika li nafsika, wa kufanya taskia, utakasa tu nafsi yako. Yadhumunaka ala qulubi najiza, ujue wa kutukana wakuambia tu mbele, lakini yadhumunaka wa kutukana fi qulubihim, ndani ya nyoyo zao, najizan, parwanja wazia. Wasayidhirunahu, na hukudhihirishia wao kwako wewe, bialsinatihim, kwa ndimi zao. Idha farakta, ukipambanukana na wao, ukiketi na wao, kudhihirisha kwamba sisi tuko na wewe. Hao ndio kula nao unapoketi na wao. Hiyo ndio Alhamisi. Na wanapokutana hapo inshallah, Mwenyezi Mungu atatujalia min alladhina yastami'una qawlan fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Al-afwa.